Ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Nimesimama hapa kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Injinia Masauni, kutoa taarifa na tamko rasmi la serikali kwa vyombo vya habari na kwa wananchi kuhusu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano wa 12 wa nchi wanachama wa mkataba wa Nairobi COP12 unaotegemewa kufanyika tarehe 6 mpaka 9 Oktoba mwaka huu 2026 jijini Dar es Salaam hapa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi, Tanzania kama mnavyofahamu, maji ya bahari, ukubwa wake na eneo ambalo maji yamekalia ni karibu kilomita za mraba 61,000. Zote hizi ni fursa ambazo ziko kwenye ukanda wa bahari. Uvuvi unaweza ukafanyika na shughuli hizi ambazo nimezitaja. Lakini si tu hivyo, nchi yetu ina eneo ambalo ama linakaliwa na mikoko, misitu ya mikoko, au linaweza linaweza kupandwa misitu hiyo ya mikoko lenye ukubwa wa karibia hekta 147,000. Lakini si tu hivyo, tunayo miamba ya matumbawe yenye kilomita za mraba karibia 3,850. Kwa hii ni fursa kubwa ambayo nchi yetu imekalia kijiografia. Ndugu wananchi, mkutano wa COP12 utajadili utekelezaji wa mpango mkakati wa mkataba kwa kipindi cha miaka miwili, kupokea taarifa za mapato na matumizi, pamoja na kujadili masuala muhimu ikiwemo hifadhi na urejeshwaji wa mifumo ikolojia ya bahari kama mikoko, miamba ya matumbawe na nyasi bahari. Na siku ya leo, ndugu wanahabari na ndugu wananchi mliopo mahala hapa, tumetoka ukanda ule wa bahari kwenye mkoa wetu huu wa Tanga kwa ajili ya kufanya na kuzindua kuendeleza zoezi la upandaji wa nyasi bahari. Lakini si tu hivyo, mkutano huu wa COP12 utajadili na kukubaliana namna ya kuendelea kukabiliana na uchafuzi wa bahari, hususani taka za plastiki na kumwagika kwa mafuta baharini, utekelezaji wa mikataba wa kimataifa wa bioanuai ya bahari zilizo nje ya mamlaka za kitaifa, na mwisho, mkutano huu utatumika kuimarisha uchumi wa bluu endelevu na ustahimilivu dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Mwisho, lakini si kwa kukosa umuhimu, napenda nichukue nafasi hii na nitumie fursa hii nitoe wito kwa Watanzania wote kuendelea kuilinda amani ya nchi yetu kwa kuepuka vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani.